Mapenzi hayana formula. So ukifeli formula basi yanakuminus. Tazamaji, mapenzi hayana formula. Nataka tupige nao story mbili tatu hapa, alafu tazamaji tutaendelea kujua ni namna gani ambavyo tunaendelea kusonga na maisha. Nipo na kaka hapa. Kaka, mambo vipi? Safi si. Habari, maisha yanasemaje? Maisha safi. Wananiita Lamek ama Ango Lamek. Wewe wanakuita nani? Wananiita Humphrey Musa aka BIG. Yes, anaitwa Humphrey Musa ama aka BIG. Na mimi kama nilivyokuambia awali naitwa Lamek ama Ango Lamek, unakuwa unanipata vema kabisa. Sasa nataka tuzungumze jambo hapa. Kwa kawaida nimepata taarifa kama miaka miwili ulikuwa na mke na ukaachana naye. Changamoto ilikuwa ni nini? Mapenzi hayana formula. So ukifeli formula basi yanakuminus. Tazamaji, mapenzi hayana formula. Ukifeli formula basi wanakuminus. Sasa tuzungumze kitu kingine. Unadhani changamoto ni yeye au wewe una changamoto? Na inategemea na upande upi ambao unakuwa una changamoto, lakini nahisi ni yeye mwenye changamoto. Sawa, anakwambia ni yeye ndiye mwenye changamoto. Unadhani kitu gani ambacho yeye alikuwa anafeli katika mahusiano ambayo mlikuwa nayo? Anahitaji muda mwingi niwe na yeye wakati mimi nahitaji kufanya majukumu na kusupply. Tazamaji, endelea kudondosha comment yako hapo na utuambie ni jambo lipi ambalo linatakiwa kufanya katika mahusiano. Muwe karibu wakati wote ama kila mmoja atafute hela na mkikutana kusanye maokoto. Nipo na kaka mwingine hapa naye naona anafurahi, ana enjoy kweli katika kipindi pendo cha maisha na mtaa. Kaka, mambo vipi? Fresh. Yes, kama kawaida wananiita Lamek ama Ango Lamek. Wewe wanakuita nani? Living Emmanuel, unaweza kupenda ukaniita Vin Jayala au Soft Touch. Nimekariri tu mwishoni hapo. Soft Touch, Vin Jayala. Sijui nimepatia. Yes, bwana, na vipi? Kuna tetesi nilisikia kama upo kwenye mahusiano. Ili swali lina usahihi? Yeah, of course ni kitu ambacho nilikuwa nimeengage kidogo. Nilikuwa nimeengage ila sijawekeza. Bwana, aliengage kidogo lakini hakuwekeza. Tuzungumze, kuna hasara ipi ya kuwekeza na kuna hasara ipi ya kuengage? Kati hayo mambo mawili, kipi ufanye, uwekeze ama uengage? Sijakuelewa hapo vizuri. Unaweza ukawekeza baadaye ukajikuta unadondoka kutokana na zile jinsi mwekezaji ambao umeamua kuwekeza naye hayuko kwenye mlolongo wewe unaotaka. Na kuengage obviously unaweza ukaattempt kuengage, nimemaanisha kama kujaribu, kwamba unaweza ukajaribu kuingia kwenye mahusiano lakini baadaye ukaona kama obviously ni kitu ambacho hakijamechi kwa ukaamua utoke tena. Sasa mtazamaji ambaye anakutazama katika kipindi ambacho ni maisha na mtaa, tuambie ni jambo gani anatakiwa kulifanya kati ya kuengage ama kuwekeza? Kitu cha kwanza ambacho mimi napenda kumshauri ni kwamba kabla hajaanzisha mahusiano inabidi angalie ni mtu gani ambaye anatakiwa kuwa naye. Ni kitu ambacho kimekuwa kikitudondosha sana sisi wengi vijana, hususani ambao tuna kwenye lika kama hili, tumekiwa tukiangalia ni namna gani mtu utakaenda kuishi naye, au unamwangalia mtu kwa macho tu pasipo kumtambua zaidi, kitu ambacho kinapelekea baadhi yetu kuumia. Mtu ambaye unaweza kuwa na umempenda kutoka ndani ya moyo wako ya kuhitaji, yeye ambaye anakuhitaji wewe ukafanyaje kama ukamkataa. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nashauri kabla hajaingia kwenye mahusiano inabidi kwanza afanye process, afanye research ya mtu ambaye anahitaji kuwa naye, kwamba labda ni mtu fulani nimemwangalia anahitaji kuwa na mimi, tabia zake zinaendana na za kwangu. Obviously kama haziendani it means huyo mtashindwana tu. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza ambacho natakiwa kufanya ni kumwangalia mtu ambaye nataka niwe naye kwenye mahusiano ananifaa au hanifai, kabla hajachukua action ya kuingia naye kwenye mahusiano. Ni nondo pekee ambazo unazipata kutoka katika kipindi cha maisha na mtaa. Na mimi nahitimisha kutoka hapa Iringa. Kama nilivyokuambia hapo awali, jina langu ni Lamek Kigae. Na leo mimi sina la ziada, ni kwage na niseme bye bye.